Sasa inabidi tulipe kodi hapa angalau hata ya miezi mitatu tusogee siku. Yaani mume wangu ulipe tena kodi hapa? Ndio. Mimi nilishakwambia sitaki kukaa hapa. Mimi hapa nimepachoka. Toka tumekaa hapa tujafanya maendeleo yoyote. Mke wangu, maendeleo hayapatikani kama vile unavyotaka wewe au kama unavyojua wewe. Maendeleo ni jambo la subira linahitajika. Na maendeleo hayapatikani kwa haraka kama unavyojua. Maendeleo lazima ujipange mtu. Leo na hichi, kesho na hichi. Leo na hiki, kesho na hichi. Sio kwamba yani mtu unapomwona na kitanda, sofa, labda kabati ndani. Sio kwamba kaongeza kwa siku moja. Hapana. Vitu vinatafutwa mke wangu. Kwanza mimi nikichukua hela yangu ya mshahara, tulipe kodi ya miezi mitatu. Maisha mengine yataendelea. Sawa, ndio kuna vitu vya kuvumilia, lakini mambo mengine inabidi unisikilize na mimi. Nishakwambia hapa sitaki kukaa. Wewe mwanaume gani usosikia? Mimi hapa nimepachoka. Na ukiendelea kukaa hapa mimi naondoka. Utakaa mwenyewe. Basi sawa. Nitafanya hivyo. Nakupa kazi, tafuta chumba. Hayo ndio nilikuwa nataka. Sawa. Kama umekipenda, usijali nitatolewa. Je, unajua kodi wanapokea shilingi ngapi? Na wanalipia miezi mingapi? Chumba ni 25,000, 5,000 ya umeme. Tunapokea kwa mwezi mmoja. Basi sawa. Mwambie mama yako kesho tutakuja kulipia kichumba. Mtoe na hivyo vyombo. Sawa, karibu. Asante. Wewe sasa hivi? Salama. Vipi? Safi. Safi. Kuna mtoto. Na mtoto na anatarajia kutembea. Nyumbani wapi? Hapo mbele Kichangani. Mitaa hii. Mimi nimepanga hapo. Ndio naanza kufanya nyumbani. Haya, basi poa. Sawa, ndio. Samahani, nakuomba uje. Ni nyumba yetu. Nakusikiliza.
Kama Mara jambo. si jambo. Kile chumba nishafanya usafi, mbona mjahamia? Mwanangu, mambo yamekwenda ndivyo sivyo. Tulitegemea tuhamie jana, ila ile pesa niliyokuwa nategemea wameniambia nisubiri mpaka siku 7. Kama mna uhakika kupata hiyo hela ndani ya siku 7, basi mje muhamie. Sijawahi kupata wenye nyumba mzuri kama wewe. Maana wenye nyumba wote wanatakaga kodi kwanza alafu ndo mtu uhamie. Wewe umekubali mpangaji bila kulipwa hela. Lakini uaminifu unahitajika. Ndani ya hizo siku 7 tutakuwa tushakupatia hela. Karibu. Asante. Inawezekanaje mtoto mdogo kama yule akamiliki nyumba kubwa namna hiyo? Mimi nilichokuwa nakitaka ni kuongea tu na huyu mwenye nyumba wetu. Ni bora mke wangu tuendelee kubaki hapa hapa kuliko kwenda katika nyumba nyingine. Uone kama anaweza kawa yale yale. Inasemekana babake yule mtoto yupo ila mamake amefariki. Hisia zangu zinanituma ile nyumba pia haiko sawa. Ni bora tuendelee kukaa hapa kuliko kuhangaika na nyumba nyingine mke wangu. Unataka uendelee kubaki hapa kwenye nyumba ya chuma ulete? Sijamaanisha kuwa napenda. Na hata hivyo nilishaongea na yule mtoto na yeye alinikubalia kwamba kodi nitampelekea tukishahamia baada ya siku 7 hizo kupita. Hapana mke wangu. Sio kama napenda kukaa nyumba yenye chuma ulete au kama napenda nisifanikiwe. Lakini mke wangu, ni vizuri nikiongea na mwenye nyumba tukiendelea kukaa katika hii nyumba. Sina pesa ya kwenda kumlipa hiyo nyumba nyingine unapotaka tuhamie. Ni bora tu tulipie hapa, tuongee na mwenye nyumba, tuvumilie, tukipata pesa tutalipa mke wangu. Lakini sasa tukahamia nyumba nyingine na ikawa majanga vile vile. Hapana. Mimi nilishakwambia sitaki kukaa hapa. Na wewe kama unataka kuendelea kukaa hapa, kaa peke yako, mimi naondoka. Ukae peke yako na wewe mwanao. Mjomba, za saizi. Salama, shikamoo mjomba. Marhaba. Sasa mjomba, huu mguu ni wa kwako. Sawa? Mimi nimekaa nimewaza, nimefikiria. Mjomba wewe bado ni mtoto mdogo. Sawa? Na ukizingatia mjomba ni mama. Na kwa mjomba hamna ulisi. Sawa? Sasa nimeona hii mali yako ambayo ilikuachia marehemu mama yako ambayo mimi ni dada yangu. Watakuja watu watakupokonya kwa sababu wewe bado ni mdogo. Kwa hiyo nimeona nije tu kuchukua hati, hii nyumba ni miliki. Sawa? Ukishakuwa hii nyumba nitakuachia. Hebu nige hati basi mjomba. Asante mjomba. Siwezi kukupa mali za mama yangu. Hata kama nikiwa mtoto nitazilinda mimi. Mjomba, lakini unajua kwa mimi nina uchungu na hizo mali. Huyu anaofariki ni dada yangu. Wewe ni mama yako, mimi ni dada yangu. Sawa? Hata kama kwa mjomba hamna ulisi, hata kama mjomba ni mama lakini hana maziwa, elewa fika kwa hizo mali mimi zinanihusu. Sasa mimi ninachokuomba mjomba, hili kiusalama, mali zidumu ili ukikua mali zako zikute. Nige hiyo hati. Mjomba wangu wewe nakwambia. Hapana mjomba, siwezi kukupa. Bora uondoke. Mimi niondoke tena. Nakuuliza mimi niondoke tena mjomba? Kumbe nani? Sikiza nikwambie kitu mjomba. Nimekuja kwa utaratibu kama mjomba wangu. Lakini elewa kabisa kwa mimi nahusika na hizo mali. Mimi naondoka. Lakini nikirudi hapa nitaka hati. Huwezi kunitisha. Siwezi kukutisha. Siwezi kukutisha.
Sasa wewe endelea kukaa. Alafu uone mimi narudi kama utanipa yote au unipi yote. Nitakuonyesha na kujua. Hii mali, hii nyumba ya dada yangu mimi. Wewe ni mtoto tu. Binamu nilikuwa na shida, nilikuwa nisaidie. Shida gani hiyo tena? Nina kama 200 hapa. Kama sana sasa hivi. Hapana binamu, mimi siwezi kulala na wewe. Wewe si binamu yangu. Cha hizo bana. Hapana. Sio kama mtu mdogo. Mimi siwezi nikalala na wewe binamu. Sio kama mtu. Wewe ni binamu yangu, mimi silali na wewe. Sikia sasa kwambia. Mimi sitaki binamu. Hapana. Mimi sitaki. Hapana binamu. Njoo basi kwambie binamu. Sio msikilize kwanza. Hapana. Sina shida ya hela yako binamu. Hamna. Mimi nikukuta hapa. Nani kwa nani? Hamna. Sitaki binamu. Sio kama hivyo binamu. Hapana. Wewe Shadia! Shadia! Wewe Shadia wewe! We mzee vipi? Mbona unabwata bwata? Wewe mzee vipi unapiga kelele? Mzee mama yako alofariki, mimi nimekuja kufuata hati mara ya pili nimekuja. Sitaki ujinga, nataka hati. Jomba usiniambie kama hivyo. Tena usinikumbushe machungu. Kama hayakushinda ondoka. Na nyinyi mnachungulia nini unafiki wakubwa nyinyi? Hivi umepangisha vikaragosi visura finyo. Wapumbavu. Sasa ninachokuambia mimi nataka hati. Sitaki mdomo wako, sitaki chochote, nataka hati. Unataka hiyo hati ya nyumba hapa? Una nini katika hii nyumba? Semaje? Mke wangu. Niambie mume wangu. Tunafanyaje kuhusu hili swala la mwenye wetu kuchukuliwa? Inabidi twende polisi tukashtaki. Wazo zuri umesema. Ni vyema twende polisi tukashtaki. Sasa basi, kwa mimi kuacha hapa na mtoto, niende polisi. Sawa. Hapana, msijisumbue. Niendeleeni na kazi zenu. Usiniogope. Kaka, nimekuja kuongezea nguvu ili upambane na yule mtoto. Maana yule mtoto ana nguvu sana. Nataka kupambana naye ili umiliki ile nyumba. Piga magoti nikuongezee nguvu.
Hivi unawezaje kuishi katika jumba lote lile? Nilishaongea na wazazi wangu, walishaniambia uje kuishi kwetu. Wewe ni rafiki mzuri sana. Asante kwa kunijali. Mungu ananilinda na nitazilinda mali za mama yangu. Kweli wewe una moyo mgumu tena wa chuma kabisa. Wewe ni nani? Na umetoka wapi? Na umefuata nini nyumbani kwangu? Mimi ni rafiki mzuri sana na nimekuja kwa ajili yako. Hapa kwangu umefuata nini? Unaonekana una haraka sana. Karibu angazi. Nimejaribu kuingia kwenye ile nyumba, nimefanikiwa, ila nimeshindwa kutoka na hati. Sijajua kwa nini. Huwezi kuipata ile hati hadi ule mtoto afe au akupe mwenyewe. Nitamuua ili nitokane na ule usumbufu na hati niipate. Kumbuka usitumie nguvu peke yake. Tumia na akili ili uweze kufanikisha kumiliki zile mali. Nitafuata unavyosema wewe. Lazima nitumie akili. Lazima hati niishike mimi. Pia kuna nguvu mpya kaongezewa. Hapana. Hawezi kunisumbua. Mimi. Tutaona tu. Wapangaji wangu, sipendi tabia za ajabu kwenye nyumba yangu. We kijana, tabia zako sizipendi. Nakupa siku hizi 2 uniachie chumba changu. Sasa nenda kupanga wapi kishatoka hapa? Hilo mimi sijui, utajua mwenyewe. Mwanyumba, sikize basi. Mwanyumba, msikilize. Mwanyumba. Nataka nitengeneze popcorn ili nikauze shule. Sijui zitanipa faida. Wazo zuri. Wewe tengeneza kwanza afu angalie. Ila siwezi kuzitengeneza. Usipate shida, mimi nitakufundisha. Basi Ijumaa tutatengeneza. Sawa. Chukua hii chupa. Ndani ya hii chupa nimeweka babake Shadia. Na hii chupa ndio itakufanya uweze kupata hati kiurahisi. Umeelewa kakaangu? Asante, nashukuru sana babangu.
Hey. Baba. Jamani, binti yangu mwenyewe. Baba, nimekumisi sana. Ulikuwa wapi? Umeona sasa? Yaani wewe ndio tatizo lako. Kwenye utamu unaweka uchungu. Sawa. Sasa sikiliza kitu kimoja. Hayo masuala ya kutaka kujua mimi nilikuwa wapi nafanya nini na upasi kujua kwa sasa. Cha kufurahia wewe ni baba yako mimi. Si ndio? Ndio baba. Mambo yote fresh eh? Ndio. Umefurahi? Ndio nimefurahi sana. Sawa sawa. Karibu ndani. Haya. Shadia. Huyo sio baba yako, ni shangazi yako. Karibu dada. Yaani shida yangu nilikuwa naomba nisaidie kazi yoyote. Yaani hata kama ni ya kufua nguo ili mradi nipate chochote kitu. Sasa dadangu, kwa hapa kwa upande wa ndani na house girl, kwa upande wa nje na house boy, kiufupi naweza nikasema kupo full. Sihitaji mfanya kazi mwingine tena. Kikweli dadangu nilikuwa naomba unisaidie. Yaani mimi nina matatizo mengi sana. Mume wangu anaumwa. Na pale napokaa nakaa kwa wifi yangu. Na wifi yangu hawezi kukaa na mtu vizuri. Yaani ana majivuno, dharau. Na mimi siwezi kuvumilia hali hiyo. Ndio maana nimeamua niombe kazi ili niweze kupata hata kijihela kidogo, nikizi mahitaji yangu, nipange hata chumba. Yaani dadangu, naweza nikasema kwa hapa ndani sina cha kusaidia, ila kitu kimoja tu ambacho wewe kinaweza kukusaidia. Kuna mtu ananunua figo. Figo? Shangae dada, kwenye haya maisha ukitaka kuishi vizuri, ni vyema tukajisacrifice. Na akishanunua hiyo figo, ana uwezo wa kukupa nyumba, kukupa hela, kukatembelea gari. Yaani kifupi utaishi maisha mazuri, utasahau shida zote. Yaani shida utazisikia kwa jirani tu. Dada yangu, hebu nijifikirie kwanza. Nikipata jibu nitakurudia. Dadangu, mimi sina cha kushauri tena zaidi ya hapo. Kwa hiyo wewe utakapokuwa umefikia, utakapokuwa umefikiria, kama utaamua sawa, sawa, kama utaamua hivyo, wewe muda wote karibu. Dada, nimekubali. Oh, wow. Ni vizuri sana. Umefanya maamuzi sahihi sana. Hii ni hati halali kabisa ya nyumba ambayo unaenda kuishi. Naomba nikukabidhi. Kuna kiasi cha fedha ambacho nitakukabidhi kesho. Nitakuja nyumbani kwako. Kweli? Siamini macho yangu. Asante sana dada yangu. Asante. Usijali.
Vipi za saizi? Salama, karibu. Asante pia. Nikusaidie nini? Ifangu mimi na shida, naomba unisaidie. Shida? Wewe ni wakupatwa na shida wewe kweli? Kweli nilipokuwa nakaa kodi imeisha na sina hela kulipia. Na kazi sina wifi yangu, naomba unisaidie. Yaani wewe ambaye ulitufukuza kwako, kweli ni wakuja unanililia shida mimi? Leo hii maskini kageuka kuwa tajiri, si ndio? Wifi yangu useme hivyo. Useme hivyo wifi yangu, naomba unisaidie. Sawa. Mimi nitakusaidia kwa sababu sina roho ngumu wala roho ya korosho kama ulikuwa nayo wewe. Mimi ni mtu mwenye roho yangu safi tu. Anyways, karibu ndani, si tupo. Asante sana wifi yangu. Asante. Kaka za saizi. Kaka. Kaka. Kaka upo sawa kweli? Hapana, siko sawa. Tatizo ni? Tatizo lipo dadangu. Kwanza kazi sina, pesa sina, na kinachoniumiza kichwa zaidi mpaka unaniona nawaza, mimi namtegemea mke wangu. Hicho kitu kinanitesa sana dadangu. Kazi utapata kakaangu, siwazi sana. Ndio unaishi unakula unalala, vipi anakuhudumia vizuri? Dada, kula kulala sio issue. Mimi ni mwanaume, lazima niumie. Kwa nini namtegemea mwanamke? Kuna ndugu hapa. Sogeni. Yaani ukiondaga mwana bado mtoto mdogo. Kaka. Samba select tukimoja tu. Kitu gani? Tukusaidia tia nyumba. Atia nyumba hii. Ipo ndani. Sifanye. Nataka sasa. Karibu kabla ifaje. Nimesema hivi, yani mimi sihitaji kukuona tena. Nenda. Sasa kabisa nenda. Nenda. Ulipofikia panatosha. Nikusamee mimi, nikusamee. Siwezi kukusamee. Naomba unisikilize. Tulikuja kwako dada, mimi naumwa. Unashindwa hata kuelewa thamani ya mdogo wako. Unakuja unaongea vitu vya kipumbavu kabisa na kuangalia. Leo hii mke wangu amejitahidi kupambana, ameniweka hapa. Tumekuchukua ukae hapa, unaniwekea dawa mimi? Dada, unaitaka hati ya nyumba hii? Nenda bwana. Naomba uende bwana.
Dada nyanyuka, naomba uende. Wewe una ubinadamu dada, una ubinadamu wewe. Una ubinadamu, nenda. Nenda bwana wewe. Nenda bwana. Nenda bwana. Kila mtu mimi napambana mimi niishi bwana. Dada naomba uende bwana. Nenda. Nenda. Stop. Nenda kabisa. Anivuruga. Kiwangu mimi anahangaika mimi nile. Mimi niishi vizuri. Nyinyi mnakuja kuleta mambo ujinga hapa. Unaniwekea dawa mimi? Ala. Lebi mke wangu. Mke wako nani? Mimi najua nimekosea. Nakaa ukijua mimi ni mwanadamu. Sawa, sijakamilika na mapungufu yangu. Sawa. Na kwa kile nilichokifanya niko naomba unisamehe sana. Hapana Steve. Siwezi nikakusamehe. Hivi unafikiri kuchukua hati kutaka kumpa dada yako ni jambo dogo? Najua. Na ndio maana niko hapa kwa ajili ya kuomba msamaha. Hili ni kosa kubwa sana. Sana kwa sababu najua wewe ndio mwanamke unanisaidia mimi. Mwanamke unayejua mimi kula yangu, kila kitu hadi kuvaa kwangu. Umenitibia nikapona malazi yangu. Kwa hiyo na kifupi nikwambie mimi mpaka nafanya ile tukio mimi mwenyewe nilikuwa sijielewi mpaka ulipofika. Umenikosea sana Steve. Hivi unajua mimi hizo mali nimezipataje? Unajua mimi hii nyumba nimeipataje? Wewe sasa hivi hata nikisema nikuelezee jinsi nilivyopata hizi mali, hauwezi ukaamini Steve. Yaani huwezi kuamini hata kidogo. Sijapenda ulichokifanya. Haina haja kuniambia yote. Sawa. Naweza nikaumia zaidi. Naomba kitu kimoja tu. Katika hilo unisamehe. Alafu usilie. Sawa. Naomba usilie. Si unanielewa? Alafu je kitu kimoja. Hata mti hauwezi kuishi bila udongo. Ila udongo unaweza kuishi bila mti. Hivyo leo mimi siwezi kuishi bila wewe. Ukiniacha leo mimi nitaenda wapi? Naomba nisamehe. Basi sawa. Nimekusamehe mume wangu, lakini naomba usirudie tena. Sitorudia. Na nikuhakikishie kitu kimoja, hautomwona ndugu yangu yote anakanyaga. Kweli? Shikamoo dada. Nimeipenda nyumba yako. Na ile ndio itakuwa malipo kipindi na kuhudumia wewe na mmeo. Mizimu, nimekuja hapa naomba msaada.
Mume wangu kachukuliwa na dada yake ambaye ni wifi yangu kwenye mazingira ya kutatanisha. Alafu pia akasema anataka kuchukua na nyumba yangu. Naomba mnisaidie. Nusu shangazi. Mizimu, naomba mumpatie mwanangu nguvu, kwa sababu mimi siku zangu za kuishi zimekaribia kuisha. Kwa hiyo naomba mumpatie nguvu ili aweze kulinda mali zangu, ikiwezekana mumrudishe na baba yake.
Shadia mwanangu. Mama. Naona siku yangu ya kufa imefika. Kwa hiyo nilichokuwa nakusihi mwanangu, na kuomba uziende mali zako. Nitazilinda mama. Halafu pia hakikisha unamrudisha na baba yako. Unasikia mwanangu? Ndio. Nakupenda sana mwanangu. Nakupenda. Mwanangu, hali yangu haisiki. Hali yangu naona inazidi kuwa mbaya. Mwanangu. Nini mama? Mama. Mama. Mama, nini shida? Mama. 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 Mama, amka. Hii ndo siri ya mama yako na baba yako. Chukua hii chupa. Ndani ya hii chupa nimeweka babake Shadia. Na hii chupa ndio itakufanya uweze kupata hati kiurahisi. Umeelewa kakaangu? Asante sana. Nashukuru sana dadangu. Itabidi ufanye kazi ya ziada umpate baba yako. Namtaka baba yangu. Tunamtaka baba yangu. Sikiza nikwambie, wewe ni mjomba tu, sawa? Na utaendelea kuwa mjomba. Ninachohitaji mimi ni hati. Bila hati leo utoki hapa. Nakwambia. Wewe mtoto, unajifanya una nguvu sana. Na leo nitakuonesha. Mrudishe baba yake Shadia duniani. Tena sasa hivi. Simrudishe. Mrudishe baba yake Shadia. Mrudishe. Fanya unavyojua, siwezi kumrudisha kamwe. Unaona jitani jeuri, nimesema. Mrudishe baba yake Shadia duniani. Namrudisha!
hustahili kuishi duniani kwa sababu ni unalo mbaya. Hivi unajua hii nyumba mama alipataje? Kiukweli mimi sijui. Na kila siku mama yako alikuwa anatamani kuniambia, ila alikuwa anasita. Na sijui kwa nini alikuwa anasita kuniambia swala hili. Hivyo unajua mwanangu? Ndio najua. Ilikuwa hivi. Yaani dadangu, naweza nikasema kwa hapa ndani sina cha kusaidia, ila kitu kimoja tu ambacho wewe kinaweza kukusaidia. Kuna mtu ananunua figo. Figo? Shangae dada, kwenye haya maisha ukitaka kuishi vizuri, ni vyema tukajisacrifice. Na akishanunua hiyo figo, ana uwezo wa kukupa nyumba, kukupa hela, kutembelea gari. Yaani kifupi utaishi maisha mazuri, utasahau shida zote. Yaani shida utazisikia kwa jirani tu. Dada yangu, hebu nijifikirie kwanza. Nikipata jibu nitakurudia. Dadangu, mimi sina cha kukushauri tena zaidi ya hapo. Kwa hiyo wewe utakapokuwa umefikia, utakapokuwa umefikiria, kama utaamua sawa, sawa, kama utaamua hivyo, wewe muda wote karibu. Dada, nimekubali. Hii ni hati halali kabisa ya nyumba ambayo unaenda kuishi. Naomba nikukabidhi. Kuna kiasi cha fedha ambacho nitakukabidhi kesho. Nitakuja nyumbani kwako. Kweli? Siamini macho yangu. Asante sana dada yangu. Asante. Usijali. Baba, hivyo ndio ilivyokuwa. Yaani mwanangu, kama mama yako ndo alikuwa na siri kubwa namna hiyo moyoni mwake, kiukweli mke wangu ameteseka sana. Na hiyo yote kwa sababu yetu. Mke wangu.